Okay, naam mpenzi mtazamaji wa Health Promotion Channel. Siku ya leo tena niko na afisa afya wa halmashauri ya wilaya ya Ulanga na agenda yetu ni ile ile. Leo tunazungumzia ugonjwa wa Mpox, ugonjwa ambao umekuwa ni wa mlipuko lakini pia umeenea maeneo tofauti tofauti. Na kwa bahati nzuri au bahati mbaya, Wizara ya Afya Tanzania tayari imethibitisha kuwepo kwa baadhi ya hizi kesi za Mpox. Sasa afisa afya leo kwa faida ya mtazamaji pia ungependa kukuona kujitambulisha kwao kwa majina yako kabla tujaendelea na session yetu. Asante ndugu Chavala. Ndio. Kwa majina mimi naitwa Razaki Kingi. Ni afisa afya wa wilaya ya Ulanga. Okay. Sawa. Brother, leo tuko na majadiliano ya kina, wengine wanaita panel discussion kuhusiana na ugonjwa wa Mpox. Ugonjwa wa Mpox umeonekana kwamba ni agenda ya kijamii sasa hivi na wananchi wengi wanaendelea kupeana updates kuhusiana na Mpox. Lakini kwa bahati mbaya inawezekana kuna wengine ambao wanapeana updates ambazo hazina uhalisia ndani au hazina ukweli. Kwa hiyo leo sisi tukiwa kama wataalamu wa afya tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya afya ambayo ni sahihi kwa wananchi waweze kupata taarifa sahihi kuhusiana na huu ugonjwa wa Mpox. Kwa hiyo kuna mambo manne ambayo leo tutaenda kuyajadili. Kwanza tutaenda ku outline huu ugonjwa, ameni kwa maana ya utangulizi wake, kujua Mpox ni ugonjwa gani na ugonjwa wa nature ipi na unaenea kutoka wapi na sifa zake. Lakini tutaangalia njia za maambukizi, tutaangalia dalili za huu ugonjwa, lakini na mwisho kabisa tutaangalia matibabu na kinga kama vipo. Sasa kwa kuanza kabisa, Mpox Mpox ni ugonjwa wa namna gani? Asante. Mpox ni ugonjwa wa mlipuko. Na ugonjwa huu unasababishwa na virusi ndio ambavyo vinaitwa monkeypox. Monkeypox, okay. Na virusi hivi vinaweza vikamwathiri mwanadamu lakini pia wanyama. Okay. Kwa monkeypox wenyewe wanamwathiri binadamu lakini pia mnyama. Tunajifunza kwamba magonjwa ambayo yanatoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu yanaitwa zoonotic diseases. Kwa hiyo Mpox ni moja ya magonjwa ambayo kwenye hilo kundi la zoonotic diseases. Na labda huyo virus ni virus wa namna gani? Huyo monkeypox virus. Okay. Huyo monkeypox ni familia ya Proxiviridae. Proxiviridae. Okay. Ugonjwa huu unafanana kwa kiasi fulani na ndui. Okay. Kwa sababu mtu anapata vipele na wakati mwingine vipele vinakuwa paka kuwa malengelenge na wakati mwingine kufikia kuwa madonda kwenye ngozi. Okay, sawa kabisa. Hali fulani yanashabihiana na ndui. Nakumbuka zamani walikuwa wanachoma zile sindano za ndui na hasa mipakani pia wanakukagua kama uko ni Mtanzania, basi wanakukagua kama una hiyo sindano ya nini? Ni kweli kabisa. Ya ndui. Sasa twende kwenye mode of transmission. Hapa ndipo kwenye agenda kubwa wananchi waweze kujua kwamba huu ugonjwa unaenea kwa namna gani kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kuna njia ambazo unaweza kutueleza namna ambavyo ugonjwa unaweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mwingine? Yes. Kuna njia mbalimbali ambazo zinaweza zikapelekea ugonjwa huu kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Ndio. Njia ya kwanza ni kugusa majimaji ambayo yametoka kwa mgonjwa ambaye ameshaathirika na ugonjwa huu wa Mpox. Ndio. Lakini namba 2 ni kupitia majimaji yanayotoka kwenye mfumo wa upumuaji. Okay. Nasema kwa Kiingereza zile droplets. Okay. Ndipo mtu anapiga chafya ama anakohoa anaweza akatoa zile splash. Okay. Kwa hiyo zile pia nazo zinaweza zikabeba hivyo virusi na mtu akaweza kuambukizwa. Okay. Lakini kingine ni kuweza kutumia vifaa mbalimbali ambavyo vimetumiwa na mgonjwa ambaye ameshaathirika na virusi vya Mpox. Mfano magodoro, mashuka, visu, kama ni kitasa ameshika. Kwa hiyo inaweza kusababisha. Lakini kingine ni kula mizoga, wanyama waliokufa usipokuwa kufahamu kwa umakini zaidi kwamba sababu za vifo vya hao wanyama ni nini. Okay, hasa ni wanyama wepi sasa? Hawa ni hawa wa porini au wale wa kufugwa? Wanyama pori. Wanyama pori, okay. Unajua virusi hivi origin yake ni kwa wanyama aina ya manyani au wildlife. Yes, okay. Wanyama wa porini, wild animals. Watu pindi wanapotaka kuwala basi wawe makini sana kwa observe zile kama ni mizoga wajue kama kuna shida kama hiyo.
Sawa kabisa. Na umezungumza kuhusiana na majimaji. Tunajua mwanadamu anatoa majimaji mengi, kwa mfano mkojo, kinyesi, labda pengine zile taka mwili kwa ujumla, jasho, matapishi. Hivyo navyo na makamasi. Hivyo navyo vinaweza kuwa ni nani? Yes, ni majimaji ambayo yanaweza kusababisha kuenea kwa ugonjwa. Ni sahihi kabisa, vinachangia, lakini pia kwa kuongezea, hata ukijamiana na mtu ambaye ameshapata athari za mpox, unaweza ukapata ugonjwa huu. Kwa hiyo tuwe makini sana. Okay. Mpenzi mtazamaji, tunaendelea na uchambuzi wa ugonjwa wa mpox. Tuna panel discussion pamoja na afisa afya huyu wa halmashauri ya wilaya Ulanga, Bwana Razaki Kingi. Lengo kubwa ni kukuangazia mwananchi kuweza kujua ugonjwa huu ni ugonjwa namna gani na namna ambavyo unaweza kuenea kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Afisa afya, sasa kuna dalili gani za ambazo zitatusaidia kuweza kujua kwamba huyu mtu amepata ugonjwa, au mtu binafsi akiona dalili gani kwake zinaweza zikamfanya aweze kujua kwamba sasa inawezekana nimepata ugonjwa? Kuna dalili mbalimbali ambazo zinaweza kuonekana pindi mtu anapopata maambukizi ya virusi vya mpox. Ndio. Dalili ya kwanza ni mtu anaweza akawa na homa. Yes. Lakini pia akahisi kichwa kinauma. Maumivu ya kichwa. Lakini dalili zile ambazo zinaonekana kabisa ni mapele ama malengelenge kwenye mwili. Okay. Kwa hiyo anakuwa na mapele kwenye mwili. Na hiyo malengelenge na mapele naona ndio ukiingia kwenye mitandao ya kijamii utakuta kuna watu wengi wamejiposti, wengine wana mapele pale na malengelenge. Nafikiri ndio ambayo wananchi wameikariri kwa haraka zaidi. Yes. Of course ni mbaya kwa sababu pia inaharibu ngozi, afya ya ngozi. Kwa hiyo kwanza mtu akishapata yale mapele anaona kama vile anaharibika. Mtazamo wake, yani kutazamika kwake kunakuwa ni tofauti. Kunakuwa ni tofauti. Kwa nafikiri ni moja ya ambayo pia inawakera sana wananchi. Okay. Lakini ni dalili ambayo ni nyepesi sana pia kuitambua kwamba umepata mapele na kwenda kwenye stage ya malengelenge na wakati mwingine madonda kwenye mwili. Okay. Sawa. Nyingine kama zipo? Nyingine kuna madonda kwenye koo. Okay. Kahisi kama una madonda kwenye koo kama vile mtu amepata tonsils. Okay. Sawa. Lakini kuna dalili nyingine ambayo mtu anahisi misuli inauma na wakati mwingine mgongo unauma. Mgongo unakuwa unauma. Okay. Sawa. Kwa dalili ambazo pia zinaweza zikawa zinaingiliana na baadhi ya magonjwa. Kwa mfano mtu akiwa anauma malaria pia anaweza kahisi misuli inauma. Anahisi homa, anahisi kichwa, anahisi misuli kuuma, mgongo kuuma. Yani vinashabihiana. Ndio maana tunasisitiza sana pindi unapohisi dalili kama hizo ni vizuri zaidi kuwahi mapema huduma za afya kwa ajili ya uchunguzi na kupatiwa matibabu. Okay, sawa kabisa. Sasa twende tukaangazie namna gani huyo mtu anaweza akajikinga na ugonjwa wa mpox. Okay. Njia za kuweza kujikinga na ugonjwa wa mpox. Zipo njia mbalimbali za kuweza kujikinga na virusi hivi vya mpox. Ndio. Cha kwanza ni kuhakikisha kwanza tumeshaona kwamba kugusa majimaji au vitu vilivyotumiwa na mtu ndio. Kwa hiyo cha kwanza tuepukane kwanza na zile tabia za kusalimiana, kushikana mikono, kukumbatiana, kubusiana. Hivyo vitendo ni hatarishi sana. Tuepukane na hivyo vitendo. Na hata kama tuna wapendwa wetu, ni lazima kidogo tuchukue tahadhari kwa sababu ugonjwa ni kila mmoja. Hapo kwenye wapendwa wetu hapo sasa ndio pabekaaje hapo, kwa sababu nilichogundua ni kwamba magonjwa mengi yanaambukizwa kwa njia ambazo watu wanazipenda zaidi. Mtu ukimkumbatia anajisikia vizuri. Wanaohusiana pia wanajisikia vizuri, ni burudani. Hata kujamiana. Ugonjwa umepiga kwenye mshono. Maana unagusa sehemu ambazo ni sehemu mbaya. Ni mbaya ndio. Lakini kingine pia tunashauriwa kuvaa barakoa au kuweka umbali kidogo kati ya mtu na mtu, kwa sababu tumeona majimaji ya kwenye mfumo wa hewa, endapo mtu atapiga chafya ama kukohoa inaweza ikasababisha maambukizi. Kwa hiyo tunashauriwa kuvaa barakoa au kukeep ile distance. Okay. Sawa. Lakini kingine kuhakikisha kwamba tunakuwa na desturi ya kunawa mikono mara kwa mara kwa maji tiririka na sabuni. Yaani kunawa mikono imekuwa ni habari ya kila siku. Ni agenda na ni pia ni njia nzuri ya kuepukana na magonjwa mbalimbali. Yaani ni mengi sana. Tulipokuwa kwenye COVID kipindi kile ilikuwa ni kunawa mikono. Tukatoka tukaenda kwenye magonjwa kuharisha na kutapika, kunawa mikono. Sasa tuko kwenye mpox, kunawa mikono. Ukisikiliza Mabag anakuambia kunawa mikono. Kwa hiyo
kunawa mikono imekuwa ni kama vile ndio njia ya kujikinga kwenye kila ugonjwa. Kunawa mikono, kutumia vitakasa mikono, sanitizers ni muhimu sana. Lakini kingine ni kuepuka kugusa mizoga ama kula mizoga ambayo huijui sababu za kifo chake. Ile wanyamapori kama unavyojua sisi kwa maeneo yetu ya Ulanga tuna misitu yetu, tuna nyani, tuna ngedere, tuna tumbili, kuna wanyama wengine wako humo ndani na tunajua kuna watu wanakula nyani. Yes, ni kweli. Kwa hiyo sasa tuone hii hali sasa hivi ni hatari kwamba usithubutu wala kujaribu kula wanyama ambao wewe una uhakika nao kwamba kwa sababu ni chanzo cha ugonjwa huu, cha maambukizi ya ugonjwa. Okay, sawa. Lakini pia kuhakikisha kwamba tunachukua tahadhari kwenye nguo mbalimbali ambazo wagonjwa tayari wameshazitumia, watu mbalimbali ambao wewe una uhakika nao. Na hii sasa kwa mfano maeneo ya magesti. Ndio. Kuna watu mbalimbali, wageni mbalimbali wamekuja na hali zao za kiafya mbalimbali ambazo hazijulikani. Kwa hiyo unaweza ukakuta mhudumu wa gesti akafua mashuka, ama wewe ukaenda kulala shuka la mgeni wa jana ambaye hujui kuja kwenye chumba chako kumbe ameacha pale maji yake na nini. Kwa hiyo ikawa ni sababu. Kwa hiyo ni sehemu ambazo za kutilia makini sana. Hapa kunatakiwa wale wahudumu wa nyumba za kulala wageni kama guest wanatakiwa kuhakikisha kwamba pia wanazingatia sana usafi, kwa sababu unaweza kaona saizi huwezi kujua wasafiri wametokea wapi, pengine wengine wanatoka sehemu yenye mlipuko tayari. Sasa akija kilala pale tena wanazingatia usafi, lakini na wao wenyewe waajili wao hakikisha kwamba wanakuwa protected, yani wanakingwa, kwa sababu wao pia wanaweza wakapata maambukizi na wao maambukizi yao wakatoa hapo na kuyapeleka sehemu nyingine. Niliona sehemu fulani kuna mtu ni kama vile kuna picha, of course ilikuwa kwenye page ya Wizara ya Afya, kuna mtu kama anaanua godoro ambalo alikuwa amelala mgonjwa pale, na ilikuwa inasema kwamba pia kushare magodoro na mtu ambaye tayari amenani inaweza ikapelekea hivi. Pale mechanism yake imekaeje? Mechanism ni kwamba kama tumeshajua kwamba ugonjwa huu unaambukizwa kupitia maji. Ndio. Kwa hiyo pindi kama mgonjwa atakuwa ameshaathirika na virusi vya mpox na akalala kwenye godoro ama shuka na maji yakawa yamemtoka yamekwenda kwenye lile godoro, ina maana obvious hata mtu mwingine akijilalia virusi vitakuwepo pale bado. Okay. Ndio kweli, tunataka tuchukue tahadhari sana kuhakikisha tunaangalia kwa umakini. Okay, sawa. Sasa hizo ni dalili kama 5-6 ambazo njia za kujikinga kama 5-6 ambazo umeshazielezea. Makundi gani ya watu ambao wako kwenye hatari ya kuweza kupata mpox? Yaani watu gani ambao pengine wako eligible? Sema eligible watu ambao makundi ambayo yapo katika riski sana. Ugonjwa huu unaathiri kila mtu. Ndio. Lakini yako yale makundi ambayo yako kwenye riski. Kwa mfano, labda wasafiri wanaosafiri mara kwa mara. Ndio. Kwa sababu wanakwenda kwenye maeneo ambapo ugonjwa tayari umeshathibitika na wao wako salama. Kwa hiyo kuna possibility ule mwingiliano wakaweza kuwa katika hiyo riski kubwa. Sawa. Lakini wafanyakazi wa mipakani. Ndio. Kwa sababu wageni wanaingia na kutoka kupita mipakani. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa wako kwenye riski pia. Kwenye riski. Lakini kundi lingine ni wataalamu wa afya. Sisi wataalamu wa afya ambapo tunafuatilia afya za watu. Kwa hiyo pia na sisi kundi letu lipo. Inawezekana ikawa ni wale ambao tuko kwenye field kufuatilia maeneo mbalimbali, lakini pia hata wauguzi wetu ambao wako kwenye maeneo wanawauguza hao wagonjwa. Vifaa vya kinga vile havitotumiwa kwa usahihi na umakini, basi wanakuwa kwenye risk. Kwa hiyo kuna vipi kuhusiana na hawa watu wanaodili na wanyama pori? Mfano maafisa gani? Maafisa wanyama pori. Yes, na wao pia wako kwenye riski, kwa sababu kama tunavyojua huu ni ugonjwa ambao unaweza kuathiri hata wanyama pori na umekuwa origin huko kwenye manyani na manyani yako huko. Kwa hiyo na wao wasipokuwa makini kwa ile mizoga ambayo inatokea, mnyama amekufa, labda wameshika msao moja mbili tatu, anaweza kupata katika riski. Na wao ni grupu ambalo wako ni grupu ya riski tunasema. Yes, grupu ya riski. Ukiwa kama afisa afya, unatoa wito gani kwa wananchi ambao wanakutazama kuhusiana na ugonjwa mpox? Mimi wito wangu mkubwa kwa wananchi ambao wananitazama na wananisikiliza, niwaombe tu kwamba tuongeze umakini katika kuweza kukabiliana na ugonjwa huu.
kwa kuweza kufanya yale yote ambayo sisi tumeyaeleza na pasipo kupuuzia. Yes. Kwa sababu unapopuuzia jambo na maana unajiweka wewe kwenye hatari zaidi. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba wayapokea haya tunayowaambia, lakini na yanayozungumzwa kwenye vyombo vingine vya habari ndio na tuyatilie mkazo ili kuweza kunusuru jamii yetu kwa ujumla. Okay. Sawa, asante sana mpenzi mtazamaji wa H-Pro. Nilikuwa leo na afisa afya huyu wa halmashauri ya wilaya ya Ulanga. Tumekuwa na mengi tumeyazungumza kuhusiana na ugonjwa wa Mpox. Nina imani kwamba umeelimika na unaweza ukashare na wengine. Unaweza ukasubscribe channel yetu ili uweze kupata notification ya makala nyingine za afya ambazo zinakujia kutoka hapa H-Pro. Hii ni halmashauri ya wilaya ya Ulanga na huyu ni afisa afya. Mpaka wakati mwingine tena, mimi naitwa Ezekiel Chavala wa H-Pro. Bye.